Jina lake Waiyaki wa Hinga kadri linapotajwa, barabara ya Waiyaki jijini Nairobi hukujia akilini, ila sio wengi wanafahamu historia inayotokana na jina la shujaa huyu kutokea katika jamii ya Kikuyu pamoja na Maasai, aliyekuwa ndiye kiongozi wa kwanza kuwakaribisha wakoloni ama Waingereza katika jamii ya Kikuyu. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea shajara ya Waiyaki wa Hinga, aliyekuwa chifu wa kwanza katika jamii ya Kikuyu. Kuna utata katika vitabu vya historia kuhusu alipotokea Waiyaki wa Hinga na haswa wazazi wake walikuwa wametokea katika kabila gani. Kuna wale wametoa ushahidi kwamba Waiyaki wa Hinga alikuwa mwanawe Kumale Lemotaka ambaye alikuwa Masai aliyetafuta makao pamoja na familia yake eneo la Murang'a katika vita vilivyotambulikana kama Loikop Wars ambavyo vilikuwa vimetanda na kutawala katika jamii ya Wamasai. Baada ya Lemotaka kukaa sana na kabila la Kikuyu, Wakikuyu walimbadika jina Hinga ambalo kwa lugha ya Kiingereza linamaanisha December. Jina hili lilipewa Wamasai ambao waliishi baina ya Wakikuyu na waliongea lugha ya Maa ambayo ni lugha iliyochanganya Kikuyu na Kimasai. Pia kuna wanahistoria ambao wameandika na kukiria kwamba kuwa babake Waiyaki wa Hinga alikuwa mzee Lemotoka, alitokea katika jamii ya Kalenjin na alizungumza lugha ya Kikalenjin pamoja na lugha ya Kikuyu baada ya yeye kuishi na kuhamia kule Murang'a alikojifunza lugha hii ya Kikuyu pamoja na familia yake. Hila kwa zote zile ambazo zimeandikwa imepewa kipaumbele sana historia kuwa babake Waiyaki wa Hinga mzee Lemotoka alitokea katika jamii ya Umasai. Aswa aliishi na kuzaliwa kule Umasaini kabla ya kuhamia katika kambi la Wakikuyu. Waiyaki ambaye tunamwangazia leo alilelewa na babake kule Murang'a huku akijifunza na kuiga mila na tamaduni za Wakikuyu. Alipobalehe alimiliki shamba kubwa sana kule Murang'a ambalo babake alikuwa ametunukiwa na kabila la Kikuyu, ndipo kuishi kule Murang'a pamoja na familia yake wakati alipata kuhamia kule. Na pale wazungu walipoingia nchini Kenya, Waiyaki wa Hinga alikuwa mtu wa kwanza kuulaki uongozi wa wakoloni wa Uingereza ambao ulitambulikana kama the Imperial British East Africa Company. Kule inaaminika hivyo Waiyaki alitamani sana kujenga uhusiano wake na wazungu. Baada ya wazungu kuanza kampuni ya Imperial British East Africa Company kule Murang'a, Waiyaki wa Hinga ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kuwalaki kule. Na kwa mara ya kwanza mzungu wa kwanza ambaye alilakiwa na Waiyaki wa Hinga na kumpa shamba la kujenga ndipo kuweza kudhibiti uhusiano wao alikuwa ni Friendly Klugand ambaye anaandikwa katika vitabu vya historia mara kwa mara. Na alimpa shamba ndipo ajenge fort ama boma lake Friendly Klugand kule Murang'a. Baada ya jamii ya Kikuyu kugundua jinsi Waiyaki wa Hinga alikuwa akielewana na kuwa na ushawishi baina ya Waingereza, alipewa wadhifa wa kuwaongoza kama Paramount Chief wa kwanza, akitambulikana kama mudhamaki aswa katika sehemu za Kabete. Lakini hata na wadhifa wake Waiyaki wa Hinga hakukubaliwa kusaini mkataba wala treaty yoyote baina ambayo ingeweza tuseme aswa ingeweza kuwaadhiri Wakikuyu na pia kuwaadhiri Waingereza walokuwemo.
akiwakilisha kabila la jamii ya Kikuyu kwa pamoja. Hivyo baada ya sitofahamu kadhaa baina ya Waiyaki, Wahinga na Waingereza kuhusu yeye, jinsi ambavyo alivyoendeza na jinsi ambavyo alitaka kuiongoza jamii ya Kikuyu chini ya uongozi wa Frederick Lugard, kulianza kuwa na sitofahamu. Alifanya jambo la kuvamia kampuni ya Imperial British East Africa Company ambayo ilikuwa kampuni inamilikiwa na Waingereza. Ili lilitokea baada ya Waiyaki, Wahinga kugundua Waingereza mipango yao kubwa ni kuchukua mashamba ya Wakikuyu na kuwafanya watumwa katika nchi yao. Mwaka 1892, 1892, serikali ya Uingereza aswa katika kampuni na sehemu iliyoongozwa na Frederick Lugard, aswa ile ya Frederick Lugard. Vita vilitokea baina ya Waiyaki, Wahinga na kiongozi mmoja wa kizungu aliyetambulikana kama Turkish, ambapo sitofahamu hii ilipelekea kutokea kwa mauti ya moja kati ya wafanyakazi wa the Imperial British East Africa Company. Na baada ya mauaji yale ya mmoja wao ambaye alitambulikana kama Maktubo, kulianza vurumai. Na katika vurumai ile walitishia wazungu aswa wakiongozwa na Turkish kwamba wangeweza kuchukua mifugo yote iliyomilikiwa na Wakikuyu kutokea katika sehemu ya Githongori, aswa wale ambao inaaminika ndio walihusika katika mauaji ya Maktuba, ambaye ndiye alikuwa mfanyakazi wa kwanza wa kampuni ya British East Africa Company, Imperial British East Africa Company, kuweza kuuawa na Waafrika. Na baada ya Turkish kutishia, alipitishia pia kuwachukua mifugo yake Waiyaki, Wahinga, ambaye anaamini jeshi la Waiyaki, Wahinga na vijana walioongozwa na Waiyaki, Wahinga ndio walikuwa wakivamia kampuni ya Imperial British East Africa Company. Hivyo kukawa na sitofahamu dhidi ya Turkish na Waiyaki, Wahinga. Na Waiyaki kuwatishia Waingereza baada ya vita na wao kutishia kwamba watachukua mali yake, Waiyaki aliliongoza jeshi lake kuvamia na kuchoma boma lake Frederick Lugard, ambapo yeye mwenyewe Waiyaki ndiye alikuwa kumkaribisha Frederick Lugard nchini Kenya na kumpa mahala pa kujenga. Baada ya jambo hili kulizuka mtafaruku mkubwa sana baina ya Waiyaki, Wahinga na serikali ya mkoloni. Pale kukawa na vita dhidi yake na Turkish. Hivyo katika mawasiliano ambayo yaliitwa na Wakikuyu pamoja na wazungu, ndipo Turkish na Waiyaki, Wahinga waweze kuelewana. Turkish aliweza kumghadhabisha Waiyaki na Waiyaki, Wahinga akachomoa upanga wake akikwenda kumvamia Turkish. Upanga ule ukamponyoka na kuweza kuanguka mikononi mwake Turkish, ambapo aliukamata upanga ule na kumvamia Waiyaki, Wahinga kichwani. Baada ya kumvamia Waiyaki, alikuwa Waiyaki kapotesha fahamu, hivyo akakamatwa na Turkish na jeshi lake la wakoloni. Wakaamua kwenda kumpeleka kotini kule Mombasa, ndipo kesi dhidi yake ipate kusikizwa na kuamuliwa. Walianza safari ya kuondoka kule Murang'a kuelekea Mombasa, na katikati ya barabara wakielekea kule Mombasa, Waiyaki alipata fahamu yake na kuanza kufoka, akiwaamurisha wale waweze kumrejesha nyumbani kwao Murang'a, akiwaambia wao hawamfahamu na waelewi umaarufu ambao wako nao juu ya watu wa Murang'a. Watu wale kugadhabishwa na maneno yake Waiyaki, Wahinga waliamua kumfunza funzo. Walisimamisha magari yao na kuamua kuchimba kaburi katikati ya barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa, the Nairobi Mombasa Highway. Pale wakachimba kaburi ambapo walimzika Waiyaki, Wahinga kichwa chini miguu juu, akiwa hai, kupelekea kifo chake Waiyaki, Wahinga. Hiyo ndiyo historia yake shujaa huyu
ambaye alikuwa mtu wa kwanza kuwakaribisha na pia kugundua ya kwamba watu hawa hawakuwa na mazuri walipokuwa wakiingia nchini. Walitaka tu kuwageuza Wakenya kuwa watumwa katika nchi yao. Ni hayo kwa sasa. Tuungane katika picha na video zetu zijazo. Kipindi hewani ni The Drums of History. Kumbuka hapa ni ndani ya FM Show KE. Mimi niite FK Mwenda, bingwa wa historia. Ni hayo kwa sasa. Usibanduke kabla uje subscribe.